Shika peni yako, shika daftari. Kuna mtu ana daftari au peni hapa? Nipatie karatasi. Gauni la 100, Biblia 30 utashindwa kununua. Kama kuna mtu hapa, uje uchukue. Kama kuna mtu ana peni, ana daftari, uje uchukue. Mtu mzima. Wote tuna daftari. Na? Amina, Mungu awabariki. Wote kweli tuna daftari. Ambaye ana peni. Sasa wewe amekutuma yuko wapi? Unataka kuandika wewe? Amekutuma. Yuko wapi? Sawa. Naye andika mawazo ya mwanadamu yatawaliwe na Roho Mtakatifu. Mawazo ya mwanadamu yatawaliwe na Roho Mtakatifu. Mawazo ya mwanadamu yatawaliwe na Roho Mtakatifu. Kuna tatizo kubwa sana kwa kanisa kama watu wanaosali mawazo yao yasipotawarwa na Roho Mtakatifu. Kuna tatizo kubwa sana kama mtu aliyeokoka mawazo yake yasipotawarwa na Roho Mtakatifu. Kama mawazo yako yasipotawarwa na Roho Mtakatifu, mbingu hautaiona. Mawazo ya mtu ndio yanayoruhusu mtu kuingia mbinguni. Mawazo ya mtu ndio yanayoruhusu mtu kuingia motoni. Mawazo ya mtu ndio yanayoruhusu dhambi kutendeka. Mawazo ya mtu ndio yanayoruhusu mtu kusimama. Kivipi? Mtu anakwambia, mtumishi, mimi nilizini bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Bahati mbaya kati mwenyewe ulikubali kutoka kwenye mawazo yako. Kwa sababu mwanaume anapokuambia naomba tuzini, sasa wewe pale mawazo yako yakubali yakatae. Kwa sababu kisha waza inapeleka moyoni. Moyo unasema nakubali. Tayari. Kukubali Roho Mtakatifu atawale mawazo yako. Mawazo ya Kaini yalitawaliwa na Shetani, ndio maana aliingiwa na tamaa. Unanielewa? Mawazo ya Kaini yalitawaliwa na Shetani. Yalitawaliwaje na Shetani? Kaini alikuwa ni mkulima. Macho Mungu atusaidie. Macho yakitazama hayaleti shida, ila kile unachokitazama unakipeleka kwenye ufahamu. Ukisha kipeleka kwenye ufahamu unaanza kuwaza, nikubali au nikatae, nimtamani mwanamke au nisimtamani, nifanye hichi nisifanye, nifanye nisifanye. Mawazo yanasema fanya, zini. Mawazo ya Kaini yalitawaliwa na Shetani, na roho ya Shetani. Ndio maana Kaini akaenda kupeleka vidovu kwa Mungu. Mawazo ya Habili yalitawaliwa na Roho Mtakatifu, ndio maana yalipata kibali. Hata mawazo ya Kaini yalitawaliwa na roho ya Shetani, nayo yalipata kibali. Kivipi? Unapofanya kitu kibaya mbele za Mungu na mbele za Shetani, vinapata kibali. Kivipi? Kwa nini Kaini alipofanya ile jambo baya, ile sadaka ilienda kukataliwa?
Inamaanisha mbele ya Mungu ilikuwa haina kibali, ila mbele za shetani ilikuwa ina kibali. Kuna watu wanielewi. Kaini alipotoa sadaka, ile sadaka mbele ya Mungu ilipata kibali, kwa sababu yeye mawazo yake yaliona vema kumtolea Mungu, kuwekeza kwa Mungu. Sasa tuwe makini sana, tuwe makini sana, tuwe makini sana, tuwe makini sana na mawazo yetu. Mtu anakwambia, mtumishi, mimi nimezini, bahati mbaya, sijui nilipitiwa. So ulipitiwa, so ulipitiwa. Wengine wanasalimu, wengine wanatoka na ume za watu humu kanisani, hapo akifika hapa, baba yetu. Baba yako nani? Shetani, sio wa Mungu. Eti baba yetu wa mbinguni, hapo naanza kunena kwa lugha hii hapa, baba mzizi. Hata msiponielewa, mbingu zitanielewa. Najua ningewaambia pokea magari, mngepiga makofi, ila hata msipopiga, mbingu zitapiga. Inatosha hapo, mmepiga, nimewalazimisha. Naomba tusome kitabu kimoja kwanza. Kitabu cha Zaburi 19 kuanzia 12. Mbinguni kwenda kazi, kama usiporuhusu Roho atawale mawazo. Mbinguni kwenda mbali. Mtumishi, mimi nimeomba mpaka siku 7 lakini sijibiwi. Mawazo, unawaza nini unapoomba? Mtu anaomba, baba nisaidie, huko anawaza katika mwanamke karibu kalembo. Ndio hata kama kanisani mwe mnavaa manguo ya heshima, mtu anaomba likapaka akakodoa macho, anaangalia ule mpasio, anaangalia anaona, anaanza kuona kama wako wanafanya uzinzi, yani mawazo yake anaanza yani. Mungu tusaidie. Naomba tusome kwanza, afutanielewa baadaye. Maana kuna ngine sema kama ivuka mpaka kakatoto, nivuke mpaka, nitavuka ndio, hapo mtaelewa. Naomba tusome kitabu cha Zaburi. Zaburi 19, Zaburi mlango wa 19 mstari wa 12. Huwezi kufanikiwa nje ya mawazo yako. Soma kitabu cha Zaburi 12 mstari wa Zaburi mlango wa 19 mstari wa 12. Soma, msomaji mzuri. Mpatie mic. Zaburi 19 kuanzia mstari wa 12. Inasemaje? Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Ni unitakase na mambo ya siri. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yasinitawale mimi. Yasinitawale mimi. Koma kwanza hapo. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, yasinitawale mimi. Kuna watu usikae. Kuna watu mawazo yao yametawalwa na kiburi. Kila siku mchungaji anasimama madhabahuni, yaani unajua mimi naweza kaa nikahubiri hapa, lakini mawazo yako yasiruhusu kupokea hichi ninachokifundisha. Mchungaji anahubiri kila siku, lakini kuna watu yanaingilia hapa, yanatokea hapa. Baada ya kuingia hapa yakae katikati, yatendee kazi, yanaingia hapa, yanatokea huko. Unasisitizwa maombi, yanaingia hapa, yanatokea huko. Yaani mawazo hayakubali kukipokea kila kitu. Hebu endelea. Ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Yaani ukitawaliwa na Roho Mtakatifu utakuwa safi. Endelea. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana. Hebu rudia tena. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana. Yapate kibali mbele zako, Bwana.
mwamba wangu na mwokozi wangu. Mwamba wangu na mwokozi wangu. Kwanza kabla sijaendelea, hivi Roho Mtakatifu anakaa wapi? Anakaa wapi Roho Mtakatifu? Naenda na maswali. Roho Mtakatifu anakaa wapi? Wapi? Simama mmoja, simama mama ujibu. Anakaa moyoni. Mwingine? Baba wangu hapo. Ndani ya moyo. Mwingine? Hana mtu mwenye jibu tofauti. Roho Mtakatifu anakaa kwenye moyo. Roho Mtakatifu anakaa kwenye moyo. Inamaanisha moyo wewe unafikiri. Tuishane vipi huyo? Pana kama hatuelewi. Ndio. Na shetani naye anakaa wapi? Naye anakaa kwenye moyo. Hivi mawazo na moyo ni vitu viwili tofauti. Mawazo na moyo ni vitu viwili tofauti. Amna mwenye jibu. Wengine nasema na kaka toto ni kadogo kanatuuliza maswali. Mimi hapa niko mbele, nikiwa huko nje huko nitasimama kwenye upande wa mtoto. Ila hapa hapa nitasimama kwenye nafasi yangu. Kwa samani, mawazo na moyo ni vitu viwili tofauti. Na ni tofauti. Hivi kinachoanza kufafanua ni ufahamu au ni moyo? Ufahamu. Kwa Roho Mtakatifu anakaa wapi? Sasa tuishi naye. Amina, basi tuendelee. Sikia nikwambie kitu kimoja. Huwezi kufanikiwa nje ya mawazo yako. Iwe kiroho, iwe kimwili. Huwezi kuingia mbinguni eti kwa matendo ya mwili. Utaingia mbinguni kwa matendo ya roho yako. Kuna wengine wameokoka, wanasali, lakini moyoni, yani ufahamu wao umeharibika. Mawazo ya mioyo yao yameharibika. Kivipi? Kabla hujaokoka, inawezekana ulikuwa unaangalia manyimbo ya bongo, inawezekana ulikuwa unaangalia mapicha ya uchi. Sasa ukishaokoka, utashangaa unaanza kuomba. Mungu nisaidie. Mama. Unaanza kuikumbuka ile picha. Yule mdada yuko uchi. Inakuharibia maombi. Hauwezi kujibiwa maombi nje ya mawazo yako. Unisikilize, afu nikazie sura. Unitazame. Kile unachokiwaza kwenye moyo wako ndicho kinaenda kupata kibali kwa Mungu. Kama unawaza uzinzi, unawaza tamaa za wanawake, ndicho kinaenda kupata kibali mbele za Mungu. Ndio maana hapa watoto wamesema ole wako moyo wazao mawazo mabaya. Kwa moyo na mawazo vimeunganika. Ole wake moyo wazao mawazo mabaya. Unitazame, unielewe ninachokizungumza. Kuna watu wanaomba, kuna watu wanakesha, kuna watu wanalia, lakini hawajawahi kujibiwa. Mungu nipe mume mwema, nisaidie. Moyoni unawaza yale ya zamani, mlipokuwa mnafanya uzinzi, inaenda kubadilishwa. Mungu nisaidie, angalau nikipata hata gari.
moyoni unawaza nikipata gari nitapakiza wanawake. Mungu anasema umejichanganya wewe. Mungu nisaidie nipate gari Land Cruiser ili niheshimike. Mungu anasema utanani ile hivi. Ili mwanadamu, sikiliza kwa makini, ili mwanadamu aingie mbinguni, andika hiyo. Ili mwanadamu aingie mbinguni, mawazo yake yanatakiwa kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Na ili Roho Mtakatifu atawale, neno likae kwa wingi ndani. Leo tutakwambia uje kwenye maombi, watakuja watu 15. Wakati hapa hata 100 wanaweza kufika. Mawazo yao yametawaliwa na roho wa shetani. Kama ishaandika nitazama. Tunaona kuna watu wengine wanasema Mungu anaangalia roho. Mungu anaangalia mwili. Kwa hata kama nimevaa kagauni kapo hapa, Mungu anaangalia roho. Wewe kile cha roho ndio kimetoka nje. Unanielewa? Kuna mtu mbona kama hana sikaelewi. Na kitu kingine, nisikilize kwa makini. Unikazie macho. Hata kama usipoelewa utasema Mungu nieleweshe. Na Mungu atakusaidia. Ili mtu akue kiroho, awe viwango vya mbali zaidi, cha kwanza Roho Mtakatifu atawale mawazo. Cha pili, neno likae kwa wingi ndani. Cha tatu, akubali muda wote mawazo yake na fahamu zake na kila kitu kukitoa mbele ya Mungu. Kwa sababu kuna watu wengine wanaitoa miili, roho hawajaitoa. Kivipi? Kuna watu wanaingia kwa kanisa, miili inaingia lakini roho iko nje. Kivipi? Kuna watu wanamwimbia Mungu kwa mwili lakini roho iko nje. Ndio maana leo Mungu atusaidie sana. Kanisa linakorekea pabaya sana. Na kanisa la leo linaenda kwa mwili. Yaani kanisa la leo ile yani kiroho inaanza kushuka. Sasa ili mtu aende mbali kiroho na maombi yake yajibiwe sana na Mungu awe ndani yake, hata ukisimama kuimbisha praise au ukisimama kuhubiri, Roho Mtakatifu atawale. Cha kwanza unatakiwa utawale mawazo. Hivi hapo utashangaa. Kwa mfano 99% ya watu wametawala na shetani. Hapo Mungu hajatawala hata kidogo. Mawazo. Kile unachokiwaza ndio kinachopata kibali kwa Mungu. Nisikie na umakini. Ili uweze kukua kiroho, ili uweze kukaa karibu na Mungu, ili uisikie sauti ya Roho Mtakatifu. Kuna watu hapa hawajawahi kusikia. Kuna watu hapa wananena kwa lugha lakini hawaelewi wanachonena. Mimi ni mvivu wa ibada, lakini unaelewa maana lugha za unazijua lugha wewe. Mtu anayenena kwa lugha mpaka ndani kuko sawa. Hata navyo viwaza viko sawa na Mungu. Unanena muda mwingine mimi ni mwizi wa wanawake wa watu. Wauelewa. Yaani kuna watu ukimwangalia unasema huyu kasimama, kumbe kavunjika. Na kemea majini. Kemea majini. Anasema na kemea majini. Mawazo anachokiwaza. Anawaza. Pale amevuma macho. Anawaza lile busu waliopigana na mchepuko. Lakini hapa anawaza lika papa unasema mimi mtoto mbona nahubiri matusi sana. Bora nionekane nahubiri matusi. Lika papa. Kuna wengine hapo wanaisikiliza picha za uchi zimekaa kwenye mawazo yao.
Kwa unachokiomba zile picha za uchi zinaenda kuchinja chinja cha. Ndio maana nasema mtumishi, mimi nimeomba sana, nimeomba mtumishi, sijibii. Ndio nikasema uwezi kufanikiwa nje ya mawazo yako. Uwezi kumwona Mungu nje ya mawazo yako. Yaani wewe kwenye mawazo yako, kuna wengine kwa wanasali lakini wanachukia majirani, wanachukia ndugu. Sasa kama mawazo yako yameruhusu kuchukia ndugu, Mungu ni pendo, apenda watu, ujue tayari wewe shetani ameshatawala mawazo, ndio unachukia. Kwa sababu Mungu ni pendo, akikaa ndani yako lazima utampenda, hata likuumiza namna gani lazima utampenda. Sasa ukiona wewe unamchukia, ujue ndani kumeshaharibika, mawazo yametawaliwa na shetani. Watu wengi leo, naomba kabla sijazungumza, watu wengi leo akina Stefano mawazo yao yalisha finyangwa, na kuimbaga ni finyange. Hasa akina Stefano walifinyanga mawazo yao, yaani kila kitu walikiwekeza kwa Mungu. Ndio maana hata pale wanababuliwa, wanapigwa mawe, anaona kama anaona kama nampapasa mwenyewe, unampiga lakini yeye mawazo yako hapa yanapumzika, naenda Jerusalem kupumzika, naenda Jerusalem. Hasa ungekuwa wewe mjambazi kaingia na panga au na bunduki, wanakwambia nampenda Yesu abaki ama disha angekuwa mlango. Hata yule alikuwa anasema lika babu, akisikia kama kuna mtu anampenda Yesu akubali kufa, atasema lika babu, haiwezekani nje. Yesu mwenyewe mawazo yake yalitawaliwa na Roho. Ndio maana siku 40 hakuwaza kula. Sasa mwingine kafunga, anapita sehemu anauza nyama. Mna mwingine kimwili umefunga, kiroho umekula. Kivipi? Unapita unauza mishikaki, kiroho unachora ile taswira, unashika mshikaki unakula, tayari umeshakula. Unaangalia ile nyama, nilikuwa nimekaa, unaipigilia mpaka muda mwingine tu denda tunashuka, unasema ila basi. Kiroho maombi umesharibika, kimwili unaendelea. Lakini mtu mwingine, na wabana wengine wapo wanasikiza, wameokoka na wanawake wanatamani wake wengine, na wengine wameanguka, anamficha mchungaji. Ficha marazi kifo mbwa, afichae dhambi zake hatafanikiwa hata siku moja. Unamsaiti mme wako, tena wengine wako Mungu. Mwanamke aliyekaa huku anatoka na mbaba, yaani humu makanisani wanafanyana uzizi Mungu. Inaenda wapi? Mtu kaokoka, ametoka kanisani huko, kafundishwa neno la Mungu, mchungaji muda ule kaelewa, akisha toka nje mawazo anakuwa nawaza mchungaji alichosema. Akisha mwangalia mwanamke kavaa suruali, mawazo yanahamia kwa mwanamke, lile neno linauliwa ndani, yanazaliwa mapoza. Sio, mnanielewa? Hebu punga mkono kama mmekozika. Sasa hivi nikisema upunga utapunga kweli? Ndio maana hata unapoomba maombi yanaanza kujibiwa ndani. Kivipi? Unapoomba
mawazo. Kwanza Roho Mtakatifu akitawala mawazo na imani inakuwa ni kubwa. Ukiomba Mungu nipe kiwanja, unaanza kuichora ramani ya kiwanja. Kama usipoichora inamaanisha uwezo ukipata kitakuwa kinakuja kinaondoka. Kuna watu waelewi. Yaani kila kitu unachotaka kukipata kianze kuchora kwenye taswira. Yaani uanze kukichora kwenye mawazo. Unapoimba hapa, Bwana Yesu tunakuita, unapoimba Yesu ainuliwe, Bwana mabana, anza kuichora ile taswira. Yaani unaanza kusema huyu ni Mungu kweli aliyeumba dunia kwa siku 6. Sisi ili kanisa limejengwa tusanga mwaka mmoja. Unaanza kuchora utukufu wa Mungu. Unaanza kusema donda ile Roho Mtakatifu anaanza kushuka. Unaanza kunena lugha za malaika. Sio zile umesikia mama Jose akasema lika papa. Na unasema li. Ukisikia na lika papa. Papa. Unasema ni kikimtumishi. Sikipendi mimi. Kuna watu wengine katika mwili Yesu anamkubali, katika roho anamtaki. Nataka nikupe siri moja. Wanaoenda mbinguni ni wale walio na taswira za kiungu kwenye fahamu zao. Yaani Mungu amemweka namba 1 ndani yao. Ile taswira ndio tunaenda nayo Jerusalem. Sio taswira ya mwili hii iliyovaa gauni, iliyovaa suruali. Hapana, ile taswira ya ndani. Yaani unajijenga katika Kristo. Wale ndo wataenda mbinguni. Sio huko nusu kivipi? Kusengenya mchungaji wewe, kusengenya wenzako wewe, kutoka na wake za watu wewe, uzinzi ni wewe. Ile taswira ya kishetani. Yaani unachokiwaza ndani. Hasa ngoja kwanza nizungumze. Unachokiwaza ndani, mawazo ya mtu, kwa sababu mwanadamu bila mawazo. Kwanza ngoja niweke mfano. Njoo ndio mzuri. Njoo. Hakuna mtoto mwingine. Njoo wewe. Njoo. Huyu hapo safi. Njoo. Tanielewa tu. Siponielewa Mungu atanielewa. Simama hapa juu. Hivi sina hela hapa. Hapana, sina hela. Hapa kuna nini? Hivi tuweke mfano. Huyu mtoto nimempa 10,000. Aenda kufanya nini? Aenda kununua pipi. Nini? Mawazo bado ni finyu. Kisa finyu kivipi? Ndio maana Yesu akasema watoto wadogo watauona ufalme wa Mungu. Kwa sababu huyu mtoto hata kimwangalia binti au labda ni kwa kiume, hata kiangalia kibinti kimevaa kimguu kibo mpaka hakawezi kutamani, kwa sababu akili yake ni finyu. Sasa wewe na ndevu zako unamwona mwanamke kavaa suruali, baada ya kuona kama kinyesi unaona kama malaika Mikaeli kafika. Nenda. Mawazo. Kile unachokiwaza. Ndio maana sikiliza. Mtu anapoomba Mungu anaangalia kile unachoomba kinatoka nani. Mungu aangalii machozi. Mungu anaangalia kile unachokiomba kimetoka kwenye moyo, kimetoka kwenye ufahamu. Yaani unataka ukifanyie nini? Mungu nimpe mume mwema. Kumbe unawaza Mungu akinipa mume mwema mwenye gari itamwagia watu matope. Mungu anasema utamwagia wewe. Kuna watu wanielewa. Sasa hapo nahisi kama mmeanza kunielewa. Kama Yesu akishuka, inamka utaenda mbinguni. Hajanielewa. Na
Narudia tena, kuanzia ninapoanza kufundisha mpaka sasa hivi, kama unajitathmini moyoni mwako uko sawa na Mungu, inua mkono. Kama Yesu akishuka unaenda mbinguni. Mikono lazima muinue, hata mchawi lazima inue mkono. Kimwambia punga mkono kama unaenda mbinguni, amina baba. Wewe mawazo ya mtu. Hebu naomba turudie tena. Hebu simama msomaji, unisomee ule mstari wa 10. Soma vizuri. Zaburi 19 mstari wa 14. Ndio. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Maneno, yaani utakapowaza moyoni, kile unachokitoa kinaenda kupata kibali. Kuna watu wengine wanaomba lakini kile kitu hakijatoka moyoni, yaani bado hajakiwaza, hajakitengeneza taswira yake. Ndio maana watu wengi wanaomba hayajibiwi maombi. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Maneno ya kinywa changu, yaani maombi yako yanayotoka kwenye kinywa yaanze kutoka moyoni kwanza, yakisha toka kwenye kinywa yanapata kibali, na huo moyo una nia njema. Kuna watu hawaelewi. Watu wengi leo wanaferi kwenye mawazo. Mtu anasema, mtumishi, mimi nashindwa kujikontrol, muda mwingi nawaza mapicha ya uchi, nawaza mapicha. Kuna wengine wameokoka lakini kwenye ufahamu inaimbwa ile nyimbo ya bongo. Wengi tu kakikaa katika nyimbo kanaanza kuimba di anashindwa. Roho Mtakatifu hajatawala bado, zile roho za Misri zimetawala. Kuna mwingine hapa yuko ibadani akiniangalia, hii mtumishi, wewe unaona kanikazia macho, lakini kaama anawaza pilau ya nyumbani aliyoiacha. Ungesema amina mtumishi, amina, kofi la aliyopigwa na mume wake anakumbuka. Anashindwa kucontrol mawazo. Mwingine unahubiri hapa, amina mtumishi, anapiga na makofi, amina, yaani sura iko hapa lakini mawazo hayako hapa. Ila wakati wa uimbaji kila kitu kiko hapa, miguu iko hapa, mikono iko hapa, na mawazo yako hapa. Mtu akitaka aingie mbinguni anatakiwa ruhusu Roho atawale mawazo. Narudia tena, na ili uyashinde mawazo mabaya, neno likae kwa wingi, maombi kwa wingi, ibada kwa wingi, kutafakari kwa wingi. Andika, ili uyashinde mawazo mabaya, neno kwa wingi. Yani andika, neno liwe nani kwa wingi, kutafakari wakati wote, kuomba wakati wote, ibada wakati wote. Hivyo ndio kitakusaidia. Neno kwa wingi, kutafakari wakati wote, ibada kwa wingi, na maombi wakati wote. Kwa sababu mtu anayeomba hawezi kutawaliwa na mawazo machafu. Muda wote atawaza kuomba. Yaani kuna watu wengine mawazo yao yameparalyze.
Ndio maana naomba simu mtumishi kwanza. Kuna watu mawazo yao yametawaliwa na hizi. Ukitaka kusoma neno, kuna wewe inasema shika simu, ingia TikTok. Unaingia. Akitaka kuomba, washa TV. Sio watoto, ni watu wazima. Ukitaka kuomba, lala, umeshatawaliwa. Hafuati Mungu ndio atokee maisha yako. Kuna watu wengi mawazo yametawaliwa na shetani. Mtu mpaka anafikia hatua ya kumsaliti mke wake. Mtu mpaka anafikia hatua ya kuingia kanisani huko anatoka nje ya ndoa yake. Shetani ameua roho ya maombi, shetani ameua kiu ya neno, shetani ameua kiu ya ibada, shetani ameua roho ya kutafakari. Kila kitu. Ukishauriwa vile vitu, ukimwangalia mwanamke umeshabebwa na roho za tamaa. Wengi leo wametawaliwa, mawazo yao yamewekewa kushindwa tu. Mtu ana ukimwi lakini bado anaruhusu aendelee kuwa na ukimwi kanisani. Yaani kuna watu hawaruhusu mawazo yao kutawaliwa na Mungu. Mtu ana madeni, anasema ni ahidi hivi tu, Mungu si anajua utakufa hivyo una madeni. Na atakufanya uache Mungu. Sumeshinda yani Mungu atusaidie sana. Mawazo ya moyo, kila unachokiwaza ndio kinachoenda kupata kibali. Maombi yanaanza kwenye mawazo. Mungu niondolee madeni. Utakapokuja kuomba kwenye mwili, Mungu anasema huyu mtu alishaomba toka mwanzo kama Mungu niondolee madeni. Lakini wewe kwenye mwili, Mungu niondolee madeni, moyoni unasema hivi itakuwaje? Milioni 1 Mungu atafanyaje? Njia gani? Itakuwaje? Mungu nipe mume mwema. Unaanza kuchora zile taswira la nyuma ulipokuwa unaolewa, unaachika. Unasema mbona mimi nimezoea kuolewa kuachika? Itakuwa hivi. Hebu tamka maneno haya. Sema Yesu, nisaidie. Roho yako atawale mawazo yangu. Kile unachokiwaza ndio kinachoenda kukubalika mbele ya kiti cha enzi. Mwanadamu ana connection. Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ana connection ya kiungu kati ya yeye na Mungu. Kwa anapopitia wakati mgumu au kila anachokiwaza kinaenda kupata kibali kwa Mungu kwa sababu ana connection. Awe mlezi, awe mganga, awe nani. Kwa kuwa anaitwa mwanadamu kaumbwa na Mungu, ana connection. Kwa kila kitu unachokiwaza kinafika kwenye madhabahu. Uko kanisani unawaza mapicha ya uchi hapo kwenye ufahamu wako. Uko kanisani unawaza uzinzi kwenye ufahamu wako. Ukisema na kakatoto, hatakuelewi. Leo majibu yote yatatumbuliwa. Mungu akubariki baba. Hata wasiposema mbingu itasema. Amen. Mmelazimishwa. Ila ningewaambia ni mwaka wa kutawala. Unaenda kutawala. Ni mwaka wa kujenga. Wewe kungechangamka huko. Bakalani kuna sauti zingesikika. Ila ukiwaambia acha uzinzi, utasikia. Pokea gari. Watu wa Mungu. Narudia tena. Watu wa Mungu. Watu wa Mungu. Ninawaambia Mungu hatakuwa na huruma siku hiyo. Kama ni injili mmefundishwa, kama ni semina mmekaa nazo miaka na miaka hapa,
kama ni mchungaji amewafundisha, kama ni walimu wamesimama kwenye meza hizi, kama ni nyimbo zimeimbwa, nyimbo za tenzi mmezisikia, siku hiyo Mungu hatakuwa na huruma na mtu. Kama Mungu kajidhihirisha kwenu, kajidhihirishaje? Mawazo yenu yanamchukulia Mungu kiwepesi. Unachokibeba ndani, yaani mawazo yako yakimbeba Mungu kwa ukubwa, anafanya kwa ukubwa. Yakimbeba Mungu kwa udogo, vile vile. Wengi wamembeba Mungu kiudogo, hali shetani ameliweka kiukubwa. Sisi tuna mamlaka kuliko shetani, lakini shetani anaonekana na mamlaka kuliko sisi, kwa sababu neno aliko ndani. Mungu anashinda kujiinua, kujidhihirisha kwetu. Shetani anainua mbele yetu, anajidhihirisha. Kwa sababu gani? Mawazo yenu yako yamemkubali shetani. Unaporuhusu, kwa sababu mtu anakwambia nimeshinda bahati mbaya kanisani. Nini bahati mbaya mchungaji? Usio bahati mbaya, wewe ndio uliyakubali mawazo yako. Kwa sababu gani? Kuna mtu mwingine yaani umewahi kukutana na watu kama namna hii, anakwambia mtumishi, hivi leo ni siku ya ibada, hapo nilikuwa nimesahau. Huyo ndo katawaliwa kafa kabisa. Nilisahau, hivi leo ni Ijumaa. Nilisahau. Je, mbinguni unakumbuka? Ukija hapa, Mungu bwana unijibu maombi. Mungu najuta kwa nini niliokoka. Mjinga wewe. Ibadani mvivu, unakubali mawazo yako ya kuongoza. Kubali roho kuongoza. Eti Mungu, ndoa yangu haina amani. Mungu kwani uoni? Kila siku naolewa na achika. Yaani nachoka mimi baba. Nisaidie. Ibadani mvivu, kwenye maombi mvivu, kusoma neno mvivu, kwenye maombi unalala tu, unakoroma mpaka kamasi. Hamjui mtu anapolala shetani anaenda kuua mawazo. Hamuelewi. Shetani anachoanza kwa mwanadamu, unajua anaanzaje ili amteke mwanadamu? Shetani anapoanza kwenye mawazo ya mwanadamu, anapiga ufahamu. Hebu nikupe ushuhuda mmoja. Siku moja nilikuwa pale Mwanza nahubiri Injili, watu wamefurika. Nikashangaa, mara mkono mgongoni. Sema nani kanishika hivyo? Mbona kanishika kibabe sana? Hivi leo mimi ni mtumishi. Naangalia chini na kutabuti. Sema leo nimeisha. Ukitaka ujue shetani ana vita na mawazo. Mawazo yanaweza kumkwamisha mwanadamu asifikie lengo. Petro anaanza kuvuka kwenye maji, anakanyaga maji katika roho. Alipofika katikati, mawazo hayo. Petro, mimi mvua samaki natembea juu ya maji. Huyu kwenye maji. Mawazo. Yaani unaruhusu hofu. Hofu inatokea wapi? Hofu inatokea kwenye mguu. Kwa mfano mtu mwenye kifafa akiangukia kwenye moto, kwa kuwa ufahamu tele ni kama si umefanyaje, hawezi kusikia kama naungua. Ila akiwa na ufahamu akikosa tu kidogo, sasa siku ile nikasema labda huyu naye labda atakuwa labda anataka kunisalimia. Nikauliza, una kibali? Sema imeisha leo. Sema sina kibali. Kafikia hata nionea huruma. Kumbe shetani ana huruma na mtu. Kanambia funga spika yako. Niko peke yangu tu Mwanza. Funga spika yako. Nikasema hata akinifukuza, japokuwa nimewafundisha watu, hicho kidogo kinawatosha. Kaambia funga spika yako. Chukua spika yako.
mwingine ataniambia ondoka. Nikafunga speaker. Ananiambia beba speaker twende. Sasa hivi nimesikia vizuri au vibaya? Funga, nikasema funga speaker twende. Alikuwa askari wa kike na wa kiume. Nikakamatwa. Jani naanza kuwaza. Wamenikamata mimi ndio. Kamwili kembamba kadogo. Sasa wataenda kunivunja vunja. Nasikia wanagonga. Mimi shashambuliwa mawazo. Nasikia wanapiga. Hivi mimi nikifa maiti yangu sasa utaiona kweli? Natembea. Au wanaenda kunichukulia speaker. Nimesahau Mungu alinitetea Morogoro. Nimesahau. Hivi kunikamata na polisi. Nimesahau. Nawaza. Hapo inaonekana wana hasira. Sitakuwaje. Ndio. Ndio maana mtu hawezi kwanza kuongea kabla hajaongea kwenye mawazo. Ndio maana hebu kwanza hichi kiti. Umeona hichi kiti? Umeona hichi? Nikisimama hivi kabla sijakaa naanza kuwaza kwenye ufahamu. Kwenye ufahamu naona nimekaa. Kuna watu waelewi. Yaani kabla sijakaa kwenye ufahamu naanza kuwaza nimeshakaa tayari. Ukishawaza kwamba nimeshakaa, unakaa. Unataka kusimama, unawaza. Umesimama, umetembea mpaka pale, unasimama. Kuna watu wana vichwa vizito jamani. Mwamshe huyo. Kalala huyo, mwamshe. Sijikaona wote upo kupalilia. Ana mgine kalala. Kakaa kanisani. Kajifunika kitenge kalala hivi. Unaona nafanya hivi. Kumbe mwenzako anaota wako kula kwa natiko. Safi mtumishi. Unaona kama iko macho kukalala. Sasa shetani alinishambulia mawazo. Nikaanza kuwaza, hivi wamenikamata wanaenda kunifanya nini? Kamwili kembamba. Si watanivunja. Nitakupiga hapo. Maana nakumbuka nishawahi kumuona kijana mmoja yupo kama mimi pale Tabora, kakamatwa na polisi. Kanagongwa pale Tabora stendi pale. Katika kituo mlango wa kutokea magari. Kipindi nimefika Tabora usiku wa saa 8 nilikaa pale. Katika kijana kalikuwa ni katoto kama mimi. Kanagongwa. Kasema jamani hivi. Pale kama nataka kukaua. Linapigwa ule ufimbo wa mfagio kama ulikuwa unafagilia. Kile kifimbo kile. Hasa ni kinene. Sasa mimi nawaza hivi itakuache huko. Kumbe sikujua. Yaani ukiamini Mungu anaenda kukutetea. Ijapokuwa sikiliza, kilichoniokoa mimi ni maombi. Shajikabisisha na nishawaza kwamba Mungu atakuwa upande wangu. Sasa nilipofika pale nikamkuta kiongozi wao, kakaa akakunja miguu. Akasema kuna shida gani? Akasema huyu mtoto nilimkamata na ubiri na kibali. Akasema hivi ni akili kweli? Nikasema yeye leo nimeisha. Au wamekosea kunikamata. Itakao nikamata wanipige viboko na faini niendake. Mimi ni mtoto analeta kwa kiongozi. Sio kwa kujadili. Itakuwa ni ile viboko. Nikaambiwa waimbaji wa nyimbo za bongo wanaimba huko nje. Tena saa nyingine wanaimba matumbo yako wazi. Wanaimba, wanacheza michezo ya ajabu, wanaharibu jamii. Sikiliza, ni jinsi gani Mungu anaweza kumtetea mtu ambaye kila kitu kakiwezekana amekiwekeza kwa Bwana. Wekeza leo mawazo yako kwa Bwana. Wekeza. Usiwekeza uchafu, utakuja kukuliza baadaye. Unanielewa? Maana kuna wengine hapo utashangaa labda wakati sasa hivi wanasali, kipindi cha nyuma walishamwaga damu. Ile leo kumwaga damu ipo kwenye mawazo. Kondo inazuia kazi za Mungu. Akasema
Anasema hivi, wale wanaochezesha nyoka, wanachezesha, wanajaza watu, hamwakamati. Wahubiri wanahubiri kwa nje, hamwakamati. Akamnakamati. Hivi mna akili kweli nyinyi? Nikaambiwa ikatolewa 1000. Sijaomba. Tumishi, chukua. Nimefurahi kusikia unahubiri. Moyo karia. Nikaongezeka kiwango kingine. Kwa nini Mungu aliruhusu jaribu kwa Ayubu? Ayubu alikuwa rohoni. Ayubu mawazo yalitawaliwa na Mungu. Ayubu alipoona majibu, yeye akasema hata nikifa naenda kwa Baba. Mke wake anasema, Ayubu kufulu uve. Sawa sana wengine hapa. Kana matatizo, kanaenda kwa mganga. Wengine wako hapa. Wana matatizo. Mganga, mambo yangu siyaelewi. Wewe mwenyewe ueleweki. Yaani sielewi kabisa. Sielewi. Anza kumpata Yesu kwenye mawazo yako. Ndio katika mwili kila kitu utapata. Mnashindwa kumpata Yesu kwenye, yani mnashindwa kumpata Yesu kwenye mawazo. Ndio maana ndoa hampati, kazi hampati, biashara hampati, yani kila kitu hampati. Yani sasa kuna wainjilisti. Kuna wainjilisti. Kipindi naanza huduma, usinane niko hapa, nilikuwa na ubiri kavu. Nikaanza watoto wana speaker tule. Tulia tu. Nikaja na kaspika kadogo kapo hivi. Nikaja nikawa nazo mbili ziko hivi. Na kipindi naanza huduma, wakati unamuombea mgonjwa, unaanza, yani mimi nimejifunza mambo mengi. Kipindi naanza huduma, unamwekea mkono mgonjwa, ninavunja madhabahu. Ukisha waza ujinga kwenye ufahamu, yani mtu anaombea, ninavunja. Unawaza nikitoka hapa naenda kununua soda. Niliwahi kula kibao mimi na pepo. Wewe muulize kakangu hapo, nilichaniwa nguo. Yani watu wengi wanashindwa kwenye mawazo. Mtu unaomba, unaweka mkono mwilini, unaomba na kuapiza shetani. Rohoni kwenye mawazo unasema ili pepo halina nguvu kumzidi Yesu. Halafu kwenye mwili unasema na kuapiza shetani. Kwenye roho unasema na kung'oa. Sasa wewe kwenye mwili na kupiga. Labda ni mbaba mtu mzima, unawaza kile kibintu ulichotoka nacho linakuwasha kibao kimoja. Nilikula kibao kimoja, nikashangaa mara niko uchi mbele ya watu. Control mawazo yako. Shati mpaka hapa ni aibu. Yaani kuna wengine wameokoka lakini ni matatizo mpaka ni aibu. Tatizo linaanza kwenye ufahamu. Ufahamu, yani moyo ukiharibika pamoja na mawazo yake vikiharibika, nje ndo kunaharibika zaidi. Niliwahi kuchaniwa shati, nawaza nikiondoka hapa enda kununua miwa, siji soda, nafunua macho nimeshalaluliwa shati. Lakini sasa hivi unaweka tu mkono, unasema mgonjwa funguka. Huku ndani unasema tulitamkiwa na Yesu mwenyewe, tuliombewa mwanzo ya kwamba tutaweka mikono kwa wagonjwa na watapata afya. Hapo katika mwili unasema funguka. Akitatoka kashafunguliwa. So unaweka mkono, umeweka mkono kwenye roho, unawaza lile pilau la nyumbani. Wewe kama mara mbili mwanzo nimeanza huduma nikiwa mdogo zaidi hapa. Niliogopa kipindi kile mpaka nikakata tamaa. Nilinipalwa usoni mawazo. Lakini sasa hivi pepo tasa ondoka moyoni kwenye mawazo. Yaani akisha kuambia mimi mtumishi ni tasa, wewe unasema mbona kuna wengine walikuwa matasa
kama akina mama, akina Samueli, akina mama yake wa Samueli walikuwa ni tasa. Yesu aliyeponya zamani hata leo anaponya. Unamwambia yani muujiza unaanza kuona kutoka kwenye moyo. Unaanza kusema, unaanza kumchorea taswira nini? Ukisha muombea. Mimi nimeombea matasa wengi. Nimeombea mama mmoja 2020 hivi kwa 25 mwezi wa 4. Leo ana mtoto na miezi 2. Ila wakati naomba niko naomba. Sikiliza kwa makini. Hebu nikupe ushuhuda kidogo. Hapo nitaendelea. Siku ile mama mmoja aliniona na ubiri injili mahali. Akawa amejua mahali nilipolala. Akaja. Mimi na mdogo wangu wa mwisho. Maana mimi na mdogo wangu wa mwisho, lakini na dada zangu wakubwa. Sasa siku ile yule mama ni tasa, ni Muislamu. Akaja nimuombe. Nasikia kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia kusema wale watu wana madudu. Sasa nikaa nawaza, sema yani wale watu ili waombe wafunguliwe utakuwa na nguvu. Sasa mimi nikaa nawaza. Wakati naweka mkono kadogo kangu kale ka kiume akatoka nje. Milango nikawa imefunga. Sasa nikaa nawaza, naweka mkono ila moyoni nawaza kupigwa vibao. Pepo nalipuka na lala chini. Nawaza, Mungu wangu, niko peke yangu tu, hamna mtu. Hivi silitanikada kweli? Kwenye moyo nawaza napiga madhabahu. Sijida nini? Mwilini nawaza, Asia kainuka kanifurumua. Kanichania nguo kama kipindi kile. Lakibisha mawazo yako. Mimi nawaambia utaingia mbinguni kama nyimbo ya bongo inapigwa kwenye ufahamu. Ukitaka ujue watu hao wapoje, sema tu Mungu basi tu. Mungu si upoje, hata acha muziki. Angekuwa anasema angetupa uwezo kujua mawazo ya watu, tungekimbia nao. Mwingine anawaza mtumishi akishatoka ni muibie simu. Mawazo ya watu. Mwingine anawaza kaka mtumishi cheki karibu. Wewe unahubiri mwenyewe na kucholea tasi. Ndio maana na siri nyingine. Naomba mtoto mzuri uje. Njoo. Hasa kibaya zaidi kinachokuja, simama hapa. Geukia kule. Asimama chini. Kibaya zaidi shetani alichogundua, anapiga ufahamu kwa watoto. Unajua napigaje? Ninyi watu wazazi, mwe makini na watoto. Shetani anaharibu fahamu za watoto. Shetani anaharibu saikolojia. Zinaanza kuharibika wakiwa wadogo. Binti amefikisha miaka 18 kashaharibika. Yaani aise. Biblia inasema linda sana ulichonacho, sije muovu akichukua. Sio huduma. Linda sana utakatifu uliopewa toka ukiwa mtoto. Huyu mtoto ndo hao ndiko kulinda kilicho ndani yao. Ungezo tuishi vipi? Huyu mtoto akilinda utakatifu, yani akajengewa misingi mizuri pamoja na wazazi wake, akiwa mkubwa kinakuwa chombo. Akina Adamu walishindwa kulinda mawazo yao, walishindwa kulinda kile walichokuwa nacho, wakaibukia kwenye mauti. Samson alishindwa kulinda mawazo yake, akamirukiwa na shetani. Alishindwa kulinda moyo wake. Umeona mtoto? Hasa ni vitu gani ambavyo vinaharibu saikolojia za watoto? Yaani mawazo yao yanaharibikaje? Mtoto huyu amekaa anaangalia TV, anaangalia nyimbo za bongo. Sikiliza. Zile nyimbo za bongo zinamwakilisha shetani. Zile nyimbo za bongo zinahamasisha zinaa. Huyu ni mtoto mdogo, anaangalia, anakuta wadada wako uchi. Wamevaa vinguo vya ndani. Wamevaa vile vinini vile. Wanacheza wako uchi. Ile taswira anaitoa, anaiweka. Kwa muda wote akikaa
anaanza kuwaza yale manyimbo. Madada anapocheza, yanacheza akiwa uchi. Ndio anaharibika hivyo. Na ile mbegu inazidi kutaruka. Kwa kile kitu anachokiwaza, siku moja anakuja kukitenda. Unafikiri anguko linaanzaje? Anguko linaanza baada ya mtu kuanza kuwaza mawazo mabaya. Anguko la zinaa linaanzaje? Linaanza pale mtu anapomwamsha huyo. Mwamshe huyo. Mwamshe. Amen, amen. Anguko linaanzaje? Linaanza kwenye mawazo. Mtu anaanza kufa kiroho kwenye mawazo. Yaani utashangaa kanisa nzima watu ambao kiroho ni wazima. Siwakatishi tamaa, naiongea kweli. Hata 5 wanaweza wasifike. Mwingine anawaza uzinzi. Mwingine anawaza nyimbo za bongo. Mwingine anawaza magari. Ili utashangaa wachache wanaanza kuingia mbinguni. Basi hao ndio watakaomuona Mungu. Huyu mtoto anaangalia labda yale masanamu anaovalisha nguo, shangali na nani, kama limevalishwa kinani kile cha kufisha maziwa, sijini na nini kavaa kichupi. Tunataka na ubiri matusi huyu mtoto maana tumuelewe. Huyu mtoto anapoliangalia ile taswira ile sanamu, akienda kumwangalia mama yake, anaichorea ile taswira ya sanamu, anakuingizia wewe mama, anakuona kama uko uchi. Kuna watu hawajaelewa. Sina fahamu yale masanamu ambayo wanavalisha nguo yale. Ile sanamu ipo kama mwanamke, limevalishwa maziwa, samani jamani, kama mtu anahubiri matusi. Ile bora mchukie. Kile kinizi umevalisha na kile kinguo cha ndani, mtoto anakiangalia. Ile taswira anaiweka kwenye ufahamu. Ufahamu unaharibika muda ule ule. Akimwangalia mama, taswira ile yaangalia, anamchorea mama yake. Anaona kama yuko uchi. Nenda. Nimeongea hivyo, nimemwekea mfano kwa sababu ni mtoto. Angekuwa mkubwa, angenichukia mpaka siku ya kufa. Kuna wengine hapo wananisikiliza wanachukia. Hebu simama juu. Kuna wengine wanaingia kanisani lakini wanachukia. Wache dhambi. Mbinguni hawaingii eti mwenye cheo cha ushemasi, eti mhubiri, awe mama mchungaji, awe mchungaji, awe mzee wa kanisa. Kile ni cheo tu ulichopewa na Mungu. Mbinguni wanaingia walioruhusu mawazo yao kutawaliwa na Kristo. Narudia tena, ruhusu Roho wa Bwana atawale mawazo yako. Uwe na pressure, uwe na kansa, uwe na kisukari, uwe na UTI, sijui na magonjwa ya ukimwi, wewe uolewi, uwe na madeni, uwe na matatizo. Akina Danieli mawazo yao walielekeza kwa Mungu. Ndio maana walipouona moto wakasema Mungu iwaje atashindana nao, akaka moto. Wakakubali kutupa kwa moto kwa sababu mawazo yao yalitawaliwa na Roho. Ndio maana hata walipowaza yakapata kibali walipotupa kwenye moto. Mungu wao alikuwa ni moto, Roho wakaura moto. Ukiwaza kupona ukimwi utapona. Ukiwaza uzinzi kwenye moyo wako, anguko linakuja. Naomba wimbo wa kuabudu, beat zuri. Baba
wakati nyimbo hii inaimbwa, hebu tafakari moyo wako na mawazo yako na ufahamu wako, kama unampendeza Yesu. Kuna wakati mwingine unaweza kaona unamficha mchungaji, lakini unazidi kupotea. Leo hii chukua hatua. Roho Mtakatifu anaenda kufinyanga tena moyo wako. Yuko mama ambaye moyo wake umeharibika, yuko binti ambaye moyo wake umeharibika, yuko baba ambaye moyo wake umeharibika. Utaficha mpaka lini? Lakini leo Yesu amekupa neema. Pengine neema hii usiione tena, pengine neema hii usiisikie tena. Unatakiwa uwe ushuhuda kwenye mji wako. Hata mji wako ukipita watu hawakutambui, wanasema na mama Eliza ameokoka, wanasema na mama fulani naye ameokoka. Pengine umekuwa kizuizi cha watu wengine kuokoka, lakini leo tengeneza maisha yako. Tutaimba wimbo huu huku unasogea mbele, watu wote tusogee mbele. Narudi kutoka Baba, mwambie Yesu akukaribishe. Yesu narudi, Jehova narudi, narudi, narudi mimi. Utaficha mpaka lini maovu yako? Narudi, narudi Baba, narudi Baba. Watoto wako Yesu wanarudi. Familia yako, anaenda kutengeneza uchumi wako, anaenda kutengeneza, anaenda kuweka taifa jipya. Anataka mtu mmoja tu. Mwambie Yesu narudi. Sikia sauti, sikiliza sauti. Inawezekana maisha yako hayampendezi Mungu. Leo umesema nimechoka nayo maisha. Inua mkono wako juu, mchungaji na mtumishi wa Mungu atakuombea. Inua mkono wako, inua juu mkono wako ambao unasema nimechoka na mambo ya silini. Yesu nahitaji unipumzishe. Nyanyua mkono juu. Baba karibu. Inua mkono juu. Yesu anaenda kutenda mambo makubwa.
Uliyeinua mkono sogea mbele, sogea mbele, sogea mbele, sogea mbele. Sogea tu hapa. Uliyeinua mkono sogea mbele, unahitaji Yesu akutengenezea maisha yako. Sogea mbele, usiogope. Utaficha dhambi mpaka lini? Utaficha mpaka lini? Utaficha mpaka lini? Yesu anahitaji akulehemu. Yesu anahitaji akutengenezea maisha. Yes. Yesu anahitaji akutengenezea maisha. Sogea mbele, usiogope. Sogea mbele. Yes. Sogea mbele kabisa. Iwe ni kimwili. Ufichaye maovu yako hautafanikiwa. Fumba macho, fumba macho. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako, katika jina la Yesu, naomba uniponye mawazo yangu, maneno yangu, matendo yangu, fikra zangu, dhania yangu, hisia zangu, katika jina la Yesu, unisamehe katika jina la Yesu, uyafute wazo mabaya ya moyoni, fikra uyafute katika jina la Yesu, nayabadilisha wazo mabaya kwa jina la Yesu. Lakini Mungu, naomba unitakase, takasa moyo wangu, takasa akili zangu, takasa mawazo yangu kwa jina la Yesu, unitakase katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kwa nguvu, katika jina la Yesu. Tangu siku ya leo ninabadilisha wazo mabaya kwa jina la Yesu. Unisaidie mtumishi wako, toka moyoni, maneno yangu, mawazo yangu yapate kibali machoni pako kwa jina la Yesu. Viko kinyume na kila nguvu zote, kila mamlaka zote ile adui ipate kushindwa kwa jina la Yesu Kristo. Toka roho ya magonjwa iliyoingia kwa njia ya mawazo kwa jina la Yesu. Toka kwenye maisha yangu, katika kazi zangu, kwa huduma, katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Tembea sasa, kwa jina la Yesu. Kila roho chafu na Yesu, wakati
mateso ya kila vifo,